Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine tena ambayo ametupa kujifunza kutokea jana. Jana nimeweka foundation ya vitu vingi. Yawezekana havikuwa kwenye mtiririko, lakini it's all about introduction na kuweka foundation, kuweka zege, kujenga msingi, ambapo kutokea hapo leo tutaendelea na somo letu. Mahusiano bila majuto ndo title ambayo Mungu ametupa. Kwa hiyo ninaamini kabisa kuna namna Mungu atatusaidia na kutuvusha kwa wale ambao hawajaolewa wala kuoa, ili wasije wakafanya makosa na baadaye wakajutia. Mimi nikuhakikishie tu kwamba kuna watu pamoja na kwamba watasikia mafundisho haya, bado watapuuzia na bado watakosea na watajuta. Lakini kuna watu ambao hawatajuta kwa kila ambacho wamekisikia hapa na kwenda kukifanyia kazi. Mtu ninayezungumza na wewe hapa, nimewahi kuhusiana vibaya kwa muda mfupi, lakini sina experience ndefu. Na nimewahi kuhusiana vizuri, na hayo mahusiano mazuri yakanipa ndoa nzuri tu. Yawezekana hadhi yangu, family background yangu, au level yangu yoyote ya kimaisha isingenipa aina ya ndoa nilionayo. Lakini kuna vitu tu Mungu alinihurumia, akaniruhusu nivisikie, nianze kuvifanyia kazi, na baadaye vinipe matokeo ya kuwa na ndoa bora kama sasa. Kwa hiyo make sure unachokisikia unakifanyia kazi. Na mtu anayeongea na wewe hapa na uzoefu kwenye hilo eneo. Na nimekuwa nikifanya kazi hii kwa muda sasa. So sitarudia yale nilozungumza jana, ila kama haukuepo, hakikisha kwamba unasikiliza audio ya jana. Yes, audio ya jana. Leo tutafocus na vitu vya msingi sana. Sasa kuna ambao wako single na kuna ambao wapo kwenye mahusiano sasa hivi. Na kuna ambao wapo kwenye hatua za kuingia kwenye ndoa. Kwa ambao bado hawajaingia kwenye mahusiano, nitaelezea vitu vya kuzingatia. Kwa ambao wapo kwenye mahusiano katikati, pia nitakupa vitu vya kuzingatia. Lakini kwa ambao tayari wapo kwenye hatua za kuingia kwenye ndoa, nitakuambia pia cha kufanya. Nikukumbushe tu kwamba mahusiano yanaweza kuvunjika wakati wote, lakini ndoa haiwezi kuvunjika. Hata kama imebaki siku moja kabla ya ndoa, mahusiano yanaweza kuvunjika. Uchumba unaweza kuvunjwa. Kwa sababu Biblia haijatuambia waliochumbiana wasivunje uchumba, ila Biblia inatuambia alichokiunganisha Mungu kama wanandoa, hakuna mtu atakayeweza kutenganisha. Hakuna, hapaswi mtu kutenganisha. Kwa hiyo mahusiano yanaweza kuvunjika, uchumba unaweza kuvunjika. Na ninataka nikutofautishie kati ya mahusiano na uchumba. Usimuite mtu mchumba kama hujamlipia mahari, hujajitambulisha kwao, na hujamvika pete ya uchumba. Usimuite huyo mtu mchumba. Kuna makanisa wao huwa hawafanyi haya ya kuvishana pete baada ya kulipa mahari, na kuna makanisa huwa wanafanya. So kama hujaenda kwao kujitambulisha, hujatoa posa, hujatoa mahari, usimuite huyo mtu mchumba. Usimuite huyo mtu mchumba. Anaweza kuwa rafiki tu, ila usimuite huyo mtu mchumba. Mchumba ni neno kubwa. Aliandikwa kwenye Biblia mchumba pase, lakini mchumba inadefiniwa hivyo, na ndivyo tunavyojua sisi. Kwenye makanisa yetu ya Kipentekoste sisi huwa tuna hiyo, mtu akishafuata taratibu zote kwenda kwa mchungaji akawaelekeza cha kufanya, akaenda akalipa mahari, wanatangaza sasa uchumba. Manake jimbo haliko wazi tena kwamba dada tayari ana mtu na kaka tayari ana mtu. Ndicho tunachokifanya. Sasa usimuite mtu mchumba kama hujaenda kwao kumlipia mahari,
na usimwite mtu mchumba kabla hujalipiwa mahari. Huo ni urafiki tu kama urafiki wengine. Na wengine mmesha seviana mke, mume, my hubby, sijui my hubby mnaitaga my wife. No. Unamuita my wife, my hubby na hata kuja kukuoa. Utabaki na maumivu. Utabaki na majuto. So usijiconnect, maneno ni roho. Usijiconnect kwenye vitu ambavyo bado havijafika kwenye hatua yake. You're not supposed to call someone wife or husband na hajakuoa wala hujamuoa. Sasa hivi ni friend kama mpo kwenye mahusiano ambayo mnadhani ni sahihi, lakini hamjaenda nyumbani, ni friend. It's just a friend. It's just a friend. My best friend. Yes, my friend. Ila my hubby, my nini? Hapana, kwa kweli. Sasa ninaomba nizungumze na vitu vya kuzingatia kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Vitu vya kuzingatia kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Vitu vya kuzingatia kabla hujaingia kwenye mahusiano. Mahusiano yanayoelekea ndoa. Sasa hapa sijamaanisha mahusiano tu kama umejisikia. Jana nilitoa foundation ya kwa nini mtu anapaswa kuingia kwenye mahusiano. Na ni mtu gani anapaswa kuingia kwenye mahusiano. Nikasema kwamba ni mtu ambaye yuko tayari kwa ajili ya ndoa. Hatuingii kwenye mahusiano kama tunaingia garden kupumzika for a long period of time tunavyojisikia na tunafanya tunavyojisikia. Hiyo ni mioyo ya watu. Hatuichezei mioyo ya watu kama tunacheza na mpira kwenye kiwanja. Hapana. Sasa unapokuwa tayari kwa ajili ya ndoa ndio unapaswa kuingia kwenye mahusiano. Sasa ukiona uko tayari, mambo ya kuzingatia kabla ya kuingia kwenye hayo mahusiano sasa. Yaani mambo ya kujihakikishia. Kabla sijamwambia mtu nakupenda and I want to be my wife. Na kabla binti hujamwambia kijana ndio, you will be my husband. Mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza, hakikisha huyo mtu unayemfuata au huyo mtu anayekufuata ana mahusiano mazuri na Mungu. Kwa sentensi moja, ameokoka kweli kweli. Ameokoka kweli kweli. Na hapa nataka nitoe doubt. Mimi nimewahi kuwa nasali makanisa mengine haya. Kabla sijaokoka nilikuwa kabla sijaokoka kabla sijaolewa nilikuwa nasali KKT, nilikuwa nasali makanisa yetu KKT. Anglikana nimesali. Nataka nikukumbusha kwamba wokovu ama kuokoka huu ni mpango wa Mungu kutafuta mwanadamu aliyepotea. Uhusiano wa mwanadamu na Mungu uliharibika kwenye bustani ya Eden. Ulipotea. Lakini uhusiano wa mwanadamu na Mungu unarudishwa na mtu anaitwa Yesu Kristo. Unarudishwaje? Kwa Yesu kufa msalabani, kuzibeba dhambi zetu. Na hata Biblia inatuelezea vizuri kabisa. Wakati Mungu anafanya mchakato wa kuhakikisha kwamba anaurudisha ule uhusiano wake wa kwanza aliyokuwa nao na Adam, anaamua kumtoa Yesu. Hii haipo kidini. Yaani usije ukaniambia sisi sijui wa Katoliki hatuokokagi. Sisi wa Anglikana hatuokokagi. Hapana. This is for every human being ambaye anaishi hapa duniani. Anapaswa kuokoka. Anapaswa kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Usiniambie you are just going to church. Wewe ni church goer. Unaweza kuwa a church goer lakini haumjui Mungu vizuri. Hauna mahusiano vizuri na Mungu ya kina. Kwa mfano, Biblia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 21, Biblia inasema hivi: naye atazaa mwana. Nawe utamuita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Kwa nini atawaokoa watu? Atamuokoa nani? Ukumbuke kwamba tulishatenda dhambi kupitia baba yetu Adam kwenye bustani ya Eden. Kwa sababu sisi sote tayari tulikuwa tushatengenezwa. Sisi sote tulikuwepo, we were existing. Tulikuwa tunaishi kwenye roho.
ila miili yetu haikuwepo. Lakini kwa kosa la Adam, Biblia inasema kwa kosa la mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa kosa la Adam dhambi iliingia duniani, na sisi sote tukawa tumetenda dhambi pamoja na Adam na Eva. Lakini ule uhusiano wa mwanadamu na Mungu waliokuwa nao katika ile bustani ya Eden ulipotea. Sasa Mungu kwa sababu ya pendo lake namna ambavyo lilikuwepo, Mungu asingeweza kufanya kazi bila mwanadamu. Kazi zake Mungu zote zinamtegemea mwanadamu. Na ndio maana alimweka kwenye bustani ya Eden, kwa sababu alijua kuna kazi ambazo ameziweka mwanadamu anataka kuzifanya na sio mnyama. Sasa Mungu akaandaa mpango mahususi wa kuhakikisha kwamba anayarudisha mahusiano yake na mwanadamu. Na hayo mahusiano yake yanarudishwaje sasa? Ndio anafanya mchakato sasa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 1 ukisoma, Mungu anafanya mchakato. Hapa anasema atazaa mwana, jina lake atamuita Yesu. Lakini ukienda kwenye kitabu cha Luka kwenye kitabu cha Luka sura ya 1 utagundua pia Mungu alianza kufanya mchakato. Sura ya 1, sura ya 2, Mungu anaanza kufanya mchakato wa kumtuma malaika kumtokea Mariamu. Anamtafuta mtu ambaye ni pure, mtu ambaye ameishi kwa haki, amejitunza na yaani hajafanya dhambi, hajafanya ile uzinzi na uasherati sijui. Anajitafutia mtu kama huyo ambaye atamweka mwokozi wa ulimwengu kwake, ambaye haingiliani na mbegu za mwanaume yoyote. Anataka awe pure. Yaani Mungu mzima aingie kwenye tumbo la Mariamu. Tunajua Mariamu alipata mimba bila hata kukutana na mwanaume. Manake ni Mungu mwenyewe kupitia Yesu Kristo anaingia kwenye tumbo la Mariamu. Anakuja, anazaliwa kwa namna ya mwili ili aje experience kile kitu ambacho sisi tunakipitia. Ndio maana Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Isaya sura 53 ya kwamba yeye aliyabeba madhaifu yetu, aliyabeba magonjwa yetu, huzuni zetu, kila kitu chetu, akaangikwa nacho pale msalabani. Alafu Biblia inatuambia na kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Tulipona kutokea kwenye dhambi, tulipona kutokea kwenye magonjwa, tulipona kutokea kwenye kila changamoto. So Yesu kuja kufa msalabani hakufa bure kama fashion show au story. Alikuwa anarudisha uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu uliokuwa umepotea. Kwa hiyo Mungu amemtengeneza Yesu kwenye tumbo la Mariamu na kuja kupitia michakato yote ya kibinadamu ili tusione kwamba ilikuwa ni kazi ya kibinadamu, tuone kwamba ilikuwa ni kazi ya Mungu. Wewe leo tukikupigilia misumari kwa dakika moja tu tukuangike mahali, utakufa vibaya kabla hata ya kubeba dhambi zetu. Kwanza haiwezekani. Mwanadamu yani haiwezekani. Kwa hiyo ni hivyo. Najaribu kukuelezea mchakato mzima wa namna ambavyo Mungu alikuwa anarudisha uhusiano wake na mwanadamu. Sasa uhusiano wa mwanadamu na Mungu unarudishwaje? Baada ya Yesu kuwa ameyafanya hayo yote. Yesu ameyafanya hayo yote ili tu atakayemwamini. Na Biblia inatuambia hivi kwenye kitabu cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. He first loved the world. Aliupenda ulimwengu. Afu akamtoa mwanae wa pekee. He gave us his begotten son, a loved one. Akamtoa mwanae wa pekee. Ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. So what we are seeking, tukao tunatafuta sisi kuwa na uzima wa milele. Maana kama tungeendelea kuishi maisha ya dhambi, maana baada ya kufa sisi tulikuwa tunaenda motoni moja kwa moja. Lakini kwa sababu Mungu alimtoa mwanae wa pekee pale msalabani, Yesu Kristo, tukimwamini, Biblia inasema yeye amwamini asipotee. Maana tukimwamini hatutapotea, tutakuwa na uzima wa milele. Tunaamini nini sasa kutokea hapo? Tunaamini ule mchakato mzima Yesu aliofanya ulikuwa ni kwa ajili yetu kurudisha mahusiano yetu sisi na Mungu. Maana wewe hata siku ukifa, kwa sababu umemwamini Kristo Yesu, kwamba amekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako, amekufa msalabani kurudisha uhusiano wako na Mungu. Ukimwamini tu, hata siku ukifa, you are going to have eternal life. Unaenda kuwa na maisha ya umilele. My friend, sihubiri hapa ili uokoke, ila unaweza kuokoka. Kuna maisha baada ya maisha tunayoishi.
kuna maisha baada ya maisha tunayoishi. Kuna jehanamu ya milele, lakini kuna uzima wa milele. Sasa naye muamini Yesu Kristo, yeye anaenda kwenye uzima wa milele. Alafu ambaye hamwamini Yesu Kristo, yeye anaenda kwenye jehanamu ya milele. Sasa unaweza ukasema, mbona mimi namwamini, naenda kanisani, natoa fungu la 10, nasafisha kanisani. Hiyo haitoshi my dear. Haitoshi my dear. Ngoja nikuoneshe kitu kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10. Na nitaanzia mstari wa 9 na wa 10. Nikusomee uone hapo kwa nini haitoshi tu kusema ninamwamini alafu ukasema nitaendaje jehanamu. Warumi sura ya 10 mstari wa 9 anasema hivi: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Narudia tena mstari wa 9 Warumi, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Maana yake wokovu ni nini? Wokovu ni kuamini, ni kumwamini Yesu Kristo kwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, alafu kamkiri kwa kinywa chako. Mambo mawili tu, kuamini moyoni, kukiri kwa kinywa, unaokoka. Huwezi kujikiria mwenyewe ukasema kuna mtu anapaswa kuelezea uamini uokoke. Haya, nimeshaongea. Mstari wa 10 ndio unasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Ukishaamini unaingizwa kuwa mwenye haki, kwenye eneo la mwenye haki. Sasa hili ni somo pana, sijaja kufundisha hilo, ila nimekuja kukufundisha kwamba kwa sababu ya upana wa maisha ya ndoa yatahitaji mtu ambaye yuko serious na Mungu, yuko very serious na Mungu, very serious na Mungu, ambaye ameokoka, not partially, deep with God. Kama jana nilivyosema, ile maturity, utamwona mtu ambaye yuko matured, mwenye mahusiano mazuri na Mungu, anasoma neno la Mungu, anaomba, anafunga, anatoa sadaka, anamtumikia Mungu. Kwa hakikisha unampata mtu ambaye ameokoka. Na kwenda kanisani tu sio kigezo, sio kigezo. Na nikuhakikishie wapo kanisani watu wengi ambao wanaenda kanisani lakini matendo yao ni mabovu. Kwa hiyo hakikishie kwamba huyu mtu anaishi utakatifu. Hatendi dhambi, sio mzinzi, sio mwasherati, sio mdhalimu, sio mwizi. Huyu mtu atakusaidia baadaye hata kwenye malezi ya watoto. Kwa kisha unapata mtu ambaye ameokoka, ana mahusiano mazuri na Mungu. Na hauwezi kupata mtu mwenye mahusiano mazuri na Mungu kama wewe hauna mahusiano mazuri na Mungu. You attract what you are. Unavutia kile ambacho wewe ndio upo. Msumako haivuti mbao. Msumako inavuta fedha. You attract who you are. Yes, nadhani hiyo ni pointi ya kwanza nimeielezea kwa muda mrefu na kwa kina. Nitakuja kudadavua kwa nini nimeelezea hiyo point. Point ya pili, hakikisha, jambo la pili la kuzingatia. Kabla hujaingia kwenye mahusiano, hakikisha kwanza unajua wewe ni nani na upo duniani kufanya nini. Kwa kifupi, hakikisha unajua kusudi lako la kuwepo duniani. Kusudi lako la kuwepo duniani. Mungu hakukurusha duniani tu kwa sababu labda ulikuwa una kazi za kufanya mbinguni. Let me tell you one thing ambacho ni kikubwa. Iko hivi, wewe huo mwili ulionao is just a vessel, ni kama kasha. Ila mtu ni hiyo roho yako. Mtu ni roho, anayo nafsi, anaishi katika mwili. Mtu ni roho, anayo nafsi, anaishi katika mwili. Wakati Mungu anafanya uumbaji, anamuumba mwanadamu, sisi sote tulitengenezwa kwenye siku moja. We all created in one day. Sisi pamoja na Adam na Eva wote tulitengenezwa siku moja. Sasa katika mchakato wa uumbaji nini kilikuwa kinatokea? Ngoja kwanza nikusomee hii Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27 uone. Biblia inasema hivi:
Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke, aliwaumba. Hiyo siku hiyo ilikuwa ndo anatutengeneza wote. Manake alimuumba mwanamke, akamuumba na mwanaume. So we are all of us, we were created in one day. Lakini Biblia inatuonyesha kwamba wakati Mungu anafanya uumbaji, alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwenye mstari wa 26 ukirudi hapa juu, anasema hivi, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Hapa ni mtu tayari alikuwa ametengenezwa kwenye ulimwengu wa roho. Anasema na tumfanye mtu. Hapa Mungu alikuwa kwenye roho. Mungu ni roho. Biblia inatuambia Mungu ni roho kwenye kitabu cha Yohana 4:23-24. Inatuambia Mungu ni roho. So wakati Mungu anafanya uumbaji, alikuwa anaufanya akiwa rohoni, akiwa kwenye state ya roho. Tunafahamu roho ni kitu kisichoshikika. Anayeongea hapa ni roho, ila anatumia kasha la mwili kuwasilisha kile ambacho roho anacho. Sasa kwenye uumbaji Mungu alianza kumtengeneza mtu kama roho. So all of us, we were created as a spirit. Tulitengenezwa kama roho. Wote siku moja Mungu alijiproduce yeye. Yaani sisi ni zao la Mungu. Mungu alijizaa sisi. Kwa sote tumezaliwa na Mungu kwa roho. Kwa roho. Kwa nini? Kwa roho. Yaani hiyo ikae kwenye mind yako kwamba all of us pamoja na Adam tuliumbwa siku moja. Tulitengenezwa kwenye state ya roho. Sasa manifestation ya sisi kutokea katika miili ndio ilianza kutofautiana kulingana na kazi ambazo Mungu alikuwa anataka tuzifanye duniani. So mtu wa kwanza kuletwa kwenye namna ya mwili alikuwa ni Adam. Ukisoma hiyo Mwanzo 2:7. Mungu akachukua mavumbi ya ardhi akamfanya mwanadamu kwa yale mavumbi ya ardhi. Hapa ni nanilia. Huyu ni Adam. Alianza Adam. Kwa hiyo Mungu alivyotengeneza mwili wa Adam, ndo akaja Biblia inasema akampulizia pumzi iliyo hai, alafu akamfanya kuwa nafsi iliyo hai. Maana yake spirit ikaingizwa ndani ya yale mavumbi yaliyofinywangwa kwa mtu. Sasa Mungu akachukua kwenye store yake ya zile roho nyingi alizonazo akaweka. Na Mungu, nataka nikusisitizie tena na tena. Narudia tena. All of us, we were created in one day. Sisi sote tuliumbwa siku moja. Mungu alijiproduce hiyo siku. Alijiproduce kwa namna ya roho. Manifestation ya sisi kutokea kwenye ulimwengu wa mwili ilitofautishwa na kusudi ambalo Mungu ameliandaa kwa kila mtu na kwa wakati wake. Kila mtu amepewa wakati wake na kazi yake ya kufanya. Ndio maana sisi hatufanani kwa fingerprint, hatufanani kwa mboni za macho yetu. We are not the same. Hatufanani. Ndio maana kila mtu anacho cha kwake cha kufanya duniani. Sasa udhihirisho wa mtu kuja duniani unatofautiana na mtu kulingana na kile mtu ambacho amekuja kufanya duniani. Hata kama watoto watazaliwa ni mapacha, wanafanana kila kitu, lakini hawafanani kila kitu. Hata uzaliwaji wao ni unapishana dakika au unapishana saa. Kwa hiyo utaona mstari wa 7 anasema Bwana Mungu akafanya mavumbi ya ardhi akamtengeneza hapo Adamu. Lakini mstari wa 18 ndio anasema Bwana Mungu akasema hivi, huyu si vyema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Unaona tena kwenye ubavu wa Adam, Mungu baada alipompa usingizi anamchukua Eva, anamleta Eva. Kwa sababu huo wakati Eva alionekana anatakiwa kuja kufanya majukumu fulani kwa Adam. Kwa hiyo sisi tumekuja duniani kwa sababu ya zile kazi ambazo Mungu ameziandaa. Na nikwambie, kinachomfanya Mungu akulete ni kwa sababu ya kitu fulani ambacho anakiona duniani kinatakiwa kufanywa kazi. Anakuleta wewe. Yes. No one is useless. Hakuna mtu ambaye ametengenezwa kuwa useless. Mungu hajakuleta duniani uzurule tu, uoe, ufe. Tusome wosia wako msibani alafu urudi mbinguni. There is a specific purpose you have to do in this world. You have a specific task to do in this world. Haujaja kuzurura tu.
Haujaja kuokota tu vitu kaondoka. Kuna kazi, na kazi yako ipo kabla ya mwili wako kuwepo. Manake Mungu anachokifanya, anaangalia duniani kwamba kwenye familia ya fulani na fulani pale ninaweza nikawakutanisha wale watu wakaniletea huyu mtu wangu, kwa sababu labda ninataka awe mchungaji kuanzia mwaka fulani mpaka miaka fulani, au nataka awe nabii miaka fulani mpaka fulani, au nataka aje ajenge kituo cha watoto yatima mwaka fulani hadi mwaka fulani. Kwa hiyo anatumia kuwakutanisha wazazi wako kwa namna isiyokuwa ya kawaida, wakakutana wakabeba mimba, mbegu na yai zikakutana. Zilipokutana mbegu na yai, ndio Mungu ana drop ile spirit kwenye lile yai lililokutana na mbegu, ndio kutokea hapo ile roho ina form mwili. Kwa mpaka jinsia ulionayo ina kazi maalum na Mungu. Kwa hiyo sio useless. Kama mpaka sasa hivi hujajua cha kufanya duniani ambacho Mungu amekuletea, you have to wake up. Kuhakikisha kwamba unajua kile kitu ambacho Mungu amekuletea kufanya. Yeremia 1:5, Biblia inatuonyesha kwamba Mungu anamsisitizia Yeremia. Wakati amemuita Yeremia akafanya kazi yake, anamwambia kabla sijakuumba nalikujua. Kabla sijakuweka tumboni kwa mama yako nalikutakasa. Maanake kabla sijakuumba mimi nalikujua. Maanake you are in spirit. Na kujua. Lakini kabla sijakuweka kwenye tumbo, maanake kabla mama yako na baba yako kukutana, mimi nilishakutakasa na nilishakufanya kuwa nabii wa mataifa. Maanake wewe kazi yako ilikuwepo kabla hata wazazi wako hawajakutana. Wewe ulikuwepo hata kabla wazazi wako hawajakutana kukutengeneza kwa namna ya mwili. Nakuombea Mungu akusaidie uelewe hichi ambacho nakizungumza. Ulikuwepo kabla hata wazazi wako kukutana kimwili kukutengeneza huo mwili. Roho haina jinsia, ila roho huwa ina formulate jinsia yenyewe ikiwa tumboni kwa mwanamke. Kwa hiyo Mungu anapokuleta duniani, maana yake kuna kazi maalumu unapaswa kuja kuifanya. Sasa wewe ukija duniani ukaishi tu, ukasoma, ukaona kusoma, kufanyaje kuoa bila kuwa na kazi maalum ambayo inaleta impact kwenye maisha ya watu, ukasema ukarudi mbinguni, wewe utadaiwa. Manake you are given talanta kila kuna ile story ya talanta kwenye kitabu cha Mathayo sura 24, ukisoma utagundua kila mmoja alipewa talanta na kufanyia kazi. Kuna wale ambao bosi alivyorudi aliuliza, wewe nilikupa moja, umezalisha ngapi? Wewe nilikupa 5. Kuna wengine hawakuzalisha kabisa. Sasa wewe mpaka sasa hivi unaishi, nikikuuliza wewe ni nani, unataja jina lako, mimi ni Jose. You're not a Jose. Jose sio utambulisho wako. Yesu anauliza wanafunzi wake, watu huko nje wanasema mimi ni nani? Wengine Yeremia, wengine Isaya, ninyi mnasema ni nani? Petro anamwambia wewe ndiwe mwana wa Mungu. Manake wewe si uitu Yesu, wewe uitu Ima. You're not a brother Ima. Wewe ni mwana wa Mungu. Na Yesu naye anamwambia Petro, you are a Kephas. Wewe ni jiwe, wewe ni mwamba. Na juu ya mwamba huo ninalijenga kanisa. Mungu akugeuka kumwambia Petro, wewe ni Petro. Yesu akugeuka kumwambia Petro, wewe ni Petro. Alimwambia wewe ni jiwe, wewe ni mwamba, you are a Kephas. Na juu ya mwamba huo nitalijenga kanisa. Nikikuuliza wewe ni nani, utaniambia wewe ni Mariam. You're not a Mariam. You're not a Eunice. You're not a John. You are not. Kuna utambulisho wako, unatambulishwa na kazi uifanyayo. Unapewa jina la kazi uifanyayo. Kazi unaoifanya ndio inakupa jina. Maanake nikikuuliza wewe ni nani, unapaswa utoe utambulisho wako wa kile unachokifanya. Kama hujui ndio utajibu mimi ni Kevin, mimi ni John, mimi ni William. Lakini it's not all about it. Wewe ni nani na upo duniani kufanya nini? It matters a lot. Kujijua. Kwa sababu huyo msaidizi utakayemtaka kuja kwenye maisha yako, anakuja kusaidia kile ambacho wewe unakifanya. Imagine kama Eva angekuja kwenye maisha ya Adam na Adam hakuwa na cha kufanya. What will happen? What would happen? Mungu mwenyewe kwenye hiyo Mwanzo 2:18 anasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Msaidizi nani? A helpmate.
ni msaidizi ambaye atakutana na kile ambacho mwenzake anakifanya na atamsaidia kukifanya ili kutimiza makusudi ya Mungu. Adamu anapewa bustani na Mungu. Mungu anamwambia Adamu ailime na kuitunza. Anamwambia nimekuweka hapa kwenye bustani ili uilime na kuitunza. Lakini Mungu anamfanyia Adamu msaidizi kwa sababu anajua tu Adamu hataweza peke yake kuilima na kuitunza kwa ustadi mpaka aje mtu wa kufanana naye. Na msaidizi wa kufanana naye ameshasema wa kufanana. Manake she has some elements of what you are doing. Anakijua kile unachokifanya na ana uwezo wa kukusaidia. Msaidizi ni yule mtu mwenye uwezo wa kukusaidia kile ambacho umekibeba, kile ambacho umekifanya. So man, umebeba nini? Haujabeba mbegu tu za kuzalishia watoto. Haujabeba kichwa kikubwa iko chenye nywele nyingi. Kuna kitu umekibeba ndani ambacho unapojiona umefika wakati wa kuingia kwenye mahusiano, hicho kitu ndio kikupe shauku ya kuingia kwenye mahusiano. Na huyo unayeingia naye kwenye mahusiano awe na uwezo wa kukibeba hiko ambacho umekibeba. Kama hujui umekibeba nini, manake utampoteza mtoto wa watu. Na wewe binti, usimkubalie mtu tu ukasema ndio na hujui unaenda kufanya nini kwenye maisha yake. Manake ni sawa na vipofu wawili wanatembea pamoja, mwisho wa siku watatumbukia shimoni. Angalia ndoa nyingi zinazokufa. They don't know who are they. Hawajijui wao ni kina nani. Mwanamke ameenda kwenye maisha ya mwanamume. Mwanamume hajijui ni nani. Mimi ni mwanaume tu. Haitoshi wewe kuwa mwanaume. Mungu mwenyewe anamwambia Yeremia, nimekufanya kuwa nabii. Sasa hapa sizungumzii kuhusu habari ya zile karama ambazo Mungu ameachilia au nini, huduma zile 5 ambazo Mungu ameziachilia kwamba kuna manabii, kuna mitume. Siongelee hivyo. There is more than that. There is more than that. Viko zaidi ya hivyo. Kila mtu ana kazi ambayo Mungu amempa kuja kufanya duniani. Hata kama ipo kwenye utumishi, ipo mahali kwingine ambapo hiyo kazi mtu anayoifanya lazima imzalishie Mungu kitu. Hayo ndio matunda ambayo tunayasema. Binti, tunachokisema hapa au ninachokisema hapa means kwamba if a man has a purpose, he must has a vision. Anakuwa na vision of what he is going. Ukijua ulichokibeba, utajua unapaswa kukifanya vipi na unapaswa kwenda wapi. Naamini hapo kuna namna unaweza kuwa unanielewa. Kama hujui ulichokibeba, mwanaume, usitongoze binti wa watu. Kama hujui Mungu amekuleta duniani kufanya nini, usitongoze binti wa watu. Usimfuate, utampotezea muda. Na binti, usikubalie tu wakaka kwa sababu is a fashion to have a boyfriend. Usikubalie tu kila mtu anachokifanya unaweza kukibeba. Unaweza kuwa mama nabii, unaweza kuwa mama mchungaji, unaweza kuwa mke wa mwimbaji, unaweza kuwa mke wa waziri. Can you? Kwa hiyo usiende tu kama hujui wewe ni nani. Mpaka sasa hivi nikikuuliza ni nani ukanijibu mimi ni Peter. Bado hujajua ni nani. Sasa hapa nikupe kidogo namna kujua kusudi lako au kile kitu ambacho Mungu amekuumba kuja kukifanya hapa duniani. Jambo la kwanza, namna ya kwanza ya kujua, unaweza kujua kupitia maombi. Ukamwomba Mungu, nisaidie. Umeniumba mimi kuwa nani? Umenileta duniani mimi kufanya nini? Mungu ataanza kukuonesha. Anaweza kukuonesha kupitia ndoto. Anaweza kuconnect na watu. Sasa mtumishi wa Mungu akakwambia wewe ni fulani. Wewe Mungu anaweza kukuletea nabii akakusaidia kujua wewe ni nani. Anaweza au ukashangaa tu anakupa msukumo kuanza kufanya vitu fulani. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili la kujua wewe ni nani na umekuja duniani kufanya nini ni ile kwamba kuna kitu unapenda sana kukifanya bila hata kulipwa. Yaani upo tayari kukifanya wakati wote, even without being paying a money. Bila hata kulipwa fedha. Bila kulipwa fedha yoyote. Bila kulipwa fedha yoyote. Kuna kile kitu unapenda kukifanya kwenye nyumba ya Mungu, labda kuimba, labda kusaidia watu,
Labda kufanyaje, kufanya usafi kanisani ila hiyo ni kila mtu of course. Labda kuwa mchungaji, labda ukiona wagonjwa unataka uwaombee tu wapone, even without being paid a money. Kile kitu ambacho unapenda kukifanya bila hata kulipwa, una uwezo wa kukifanya bila hata kulipwa, yani you're ready there, kujitolea wewe na rasilimali zako. Hiyo namna ya pili. Namna ya tatu ni kile kitu ambacho ukiona hakijafanyika unasikia kukasirika, kuumia. Labda kwa mfano unaona watoto wale wa mtaani, ukiona watoto wa mtaani unajisikia vibaya, unasema I wish I could have a money to help them. I wish I could have resources to help them. Sasa sio tu unawish, ukiona unapata hasira, unapata uchungu, jua hicho kitu Mungu amekiweka ndani yako, unapaswa kukifanya. Au unaona sasa hivi wahubiri, manabii wa uongo wamekuwa wengi. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako cha utumishi. Unaona serikalini kuna mambo hayajakaa vizuri. Kuna kitu cha kiuongozi Mungu ameweka ndani yako, ambacho tunataka sasa kila mahali watu ambao wameokoka wanamjua Mungu wakave hizo sehemu. Lakini kuna namna nyingine, kuna zile hisia za ndani. I want to do something, I want to do something, I want to do something, I want to do something. Nataka kufanya kitu fulani. Nataka kufanya kitu fulani kwa mzigo na kwa passion. Nataka kufanya kitu fulani kwa mzigo na kwa passion. Hiyo ni namna nyingine ambayo inaweza reveal. Lakini wakati mwingine pia Mungu anaweza kumuonesha mtu kupitia ndoto. Kalala usiku, Mungu akakuonesha kwamba you are doing something. Labda unahubiri, unaombea wagonjwa, umekalisha mabinti, unazungumza nao labda, au unakuwa na conference za vijana wa kiume, au wakati mwingine unaimba na nyimbo zako zinawaponya watu, au wakati mwingine maeneo mbalimbali umesimama ni kiongozi unahutubia watu, mambo mengi like that, vitu vingi kama hivyo. Yes. Kwa hiyo ziko namna nyingi ambazo Mungu anaweza akawa ana reveal, anamsaidia mtu kutoka hapo na kujua ni kitu gani ambacho ameomba kufanya na anapaswa kukijua at that time, kwa wakati huo, na ambacho kitakuwa ni kusudi lake sasa la kuwepo duniani, ambacho ndicho kitampa utambulisho wake, and all of that kitamzalia Mungu matunda. Na mimi hapo kuna point itakuwa imeeleweka. Yes, kuna point itakuwa imeeleweka. Kwa hiyo usijaribu kujihusisha na mawasiliano, kwa sababu mtu asiyejua anachotakiwa kufanya hawezi kujua anatakiwa kwenda wapi. Haitoshi tu kusoma, kuwa na degree, kuajiliwa na serikali, kuwa mwalimu. Haishi hapo. Kuna kitu. Mimi nimesoma nukta, nimemaliza, nina degree yangu hapa, nimesoma hapo, nimemaliza, lakini sasa hivi nikikwambia sina matumizi hata kidogo na hiyo elimu niliyosomea ya BDSM. Sasa sijasema uache shule, soma kwa ajili ya manufaa mengine, nitaka kusaidia kujiexpose kwenye baadhi ya maeneo. Kwa hivyo mimi nikitaka kumwombea kiziwi sasa hivi afunguliwe masikio, lazima nizungumze naye kwanza kwa lugha ya alama, msaidie. Ina kazi, japo nilichokisomea sicho ninachokiishi. Ninafanya kazi kwenye ufalme wa Mungu. Baada ya kuanza kujitafuta, kujua mimi ni nani, napenda nini, I come to realize myself kwamba Mungu ameniita kuwa mtumishi wake, na ameniita kwenye eneo la uchungaji, na uchungaji specifically ameniita kwenye eneo la vijana, na vijana specifically ameniita kwenye eneo la mabinti. Kwa hiyo nimeshajua mimi nimeitwa kuwa nani, nifanya nini, kabla hata sijaolewa, kabla hata sijaingia kwenye mahusiano na mume wangu. Kwa hiyo mume wangu, kwa sababu alikuwa na maono ana vision, ana purpose, ameshaanza kuishi kabla ya kuolewa, ameshaanza kuishi kabla ya kuoa. Manake alijua kabisa kile kitu ambacho kipo ndani yake kinahitaji mke wa aina gani. So ndio maana hata amekuja kwangu ikawa ni rahisi kuconnect, na inakuwa ni ngumu kuachana. So umekuwa na breakups nyingi kwa sababu hujui wewe ni nani, hata hujui huyo mwanamke huyo binti uko naye ana kazi gani kwako. Hana kazi, yeye hajaja tu ulale naye, mfanye naye uzinzi na uasherati.
Yes, pia kuna mtu aliniuliza swali fulani hivi. Haitoshi tu kwamba mpo kwenye mahusiano mkasema hatuzini mpaka tutakapofunga ndoa, haitoshi. Mnaweza msizini na mkaja mkafunga ndoa, lakini msiwe compatible. Msiwe pamoja kinafsi, msiwe pamoja kiroho, kwa sababu kila mtu ana kusudi lake. I mean you are not connected, kwamba kile ambacho nacho hakimsaidii mwenzako. Yani kwamba hatuzini is not a major case. Yes, wapo wengi, wapo hata Waislamu wanaoana ni mabikra kabisa, hawajai kuguswa, lakini there is more than that kwenye maisha ya wewe kijana. Na hicho alichokibeba una hakika utaweza kukifanya? Au kaka unamfuata binti ambaye ameshajipata, una hakika kwamba atakusaidia? Ndio maana ukisikia kauli inasema ishi kabla ya kuoa au kuolewa, maana yake anza kujijua kwanza wewe ni nani, afu anza kukiishi kile ambacho umeshakijua. Nilianza kuishi kama mtumishi wa Mungu tangu nikiwa chuoni, kabla hata sijaanza mahusiano na mtu yoyote, sijaolewa. Nilianza kuishi kama mtumishi wa Mungu. Nilianza kubehave like a woman of God, like a woman of man of God. Kwa wakati huu hata ukiniambia unataka kuolewa na nani, siwezi kuambia nataka kuolewa na mwanasiasa au nataka kuolewa na banking, sio nataka kuolewa na, I want to marry a man of God, kwa sababu I am a woman of God. Kwa hiyo attract huyu Kwa hiyo usiingie kwenye mahusiano mpaka umehakikisha kwamba umejijua wewe ni nani na upo duniani unafanya nini. Hiyo itakusaidia kutokupoteza muda kwenye haya maisha. Sio unaingia unaoa ndio unaanza kujitafuta mimi ni nani. Yaani utakuwa ni mwanaume useless, utaanza kudhalauliwa na mwanamke sasa. Ni kweli kuna watu wanaingia kwenye ndoa ndio wanasikia Mungu amemuita, lakini we don't encourage that. Una muda sasa hivi ambao bado una muda wa kutosha, una miaka 21, 22, unaweza kuanza maombi, unaweza kuanza fasting and prayer, ukamuuliza Mungu, uliniumba nije nifanye nini hapa duniani? Mimi ni nani? Who am I? Usije kazoa tu ukachukua changu doa huko. Baadaye ikaje kawa kazi ukashindwa kupashu your vision. Naamini hapo imeeleweka kabisa. Pointi ya 3 nilielezea jana, ambayo jambo la kuzingatia kwenye kabla ya kuingia mahusiano, hakikisha kwamba you are matured enough kwenye eneo la kiroho, ufahamu na nini, yote nilielezea. Lakini jambo la 4, hakikisha kwamba upo financially stable. Hii pointi ni kwa ajili ya wanaume. Sasa sijasema kwamba ndio uwe tajiri, sijamaanisha hiyo. Yaani maisha ni mchakato. Watu tunachukuliwa kutoka chini kwenda juu. Yes. Watu tunaishi kutoka chini kwenda juu, na Mungu anatuchukua hatua kwa hatua kwa ajili ya mapenzi yake. Lakini sio unaingia kwenye mahusiano hujui huyo unaenda kumuoa utamlaza wapi. Hujui akija kuzaa na watoto wake utawaleaje. My brother, mke anatunzwa. My brother, watoto wanatunzwa. Unataka kuitwa mume, unaweza kutunza mke. Sijasema kwamba ndio ile magauni 300,000. Kwa uchache huo mke anatunzwa. Na kupenda haitoshi tu, I love you haitoshi, honey darling sweetheart haitoshi. Kwa sababu mkishalala ile mkaamka, mmeenda honeymoon mkaamka, amsemi I love you mkashiba, amsemi I love you mkakuta mmeshavaa nguo. Inahitaji pesa kununua chakula, kupika, inahitaji pesa kupendeza, kuvaa vizuri. Are you hearing me? Kwa hiyo hakikisha kwamba you are financially stable. Unataka kuoa mahali, unataka uchangiwe na mama yako mzazi. Mama yako mzazi akuchangie mahali. Unaoa wewe, unasumbua kaka zako akuchangie mahali. Hata wewe mwanamke akikusikia wewe atasema Mungu wangu, hivi hapa kuna mahali tunaenda kweli? Make sure you are financially stable. Unahakika kwamba
for this 2 years ambazo tutakuwa tunaratibu kila kitu, mpaka namuoa, ndani atakuta kitanda, atakuta makochi, atakuta hata sofa moja au vyombo vinakuwepo na nini. Tutaanza maisha kutokea hapo. Na unayemuoa si unajua kwamba anajielewa, manake mnaanza kutokea pale, mnaanza kufanya pamoja. Sasa mnashangaa, mnastawi, lakini hauna fedha, hauna plani yote ya fedha, unaishi na bumu. Sasa hivi hilo bumu ndo nataka kuolea mtoto wa watu. Ukikuita akili zimepungua kidogo, unaweza ukasema labda tunakutukana. Hapana. Usha plani kwamba baada ya kuwa mmelala pamoja na mke wako atabeba mimba, mtazaa watoto, utawapeleka kwa bibi yao au kwa babu yao? Kuwa na plan, make sure you're financial stable, na kwamba hizo plani zako zinakuwa achieved za kukuingizia fedha. Otherwise labda zitokee tu changamoto zile ambazo labda ni accidentally asikuwa planned, lakini hauko focused, hauja plani, you will fail my brother, you will fail. Kwa make sure kwamba kabla uingie kwenye mahusiano you are financially stable, una mipango. Maybe unasema nikimaliza hapa nitakuwa na kazi, kwenye ile kazi nitasave kiasi fulani kwa ajili ya maandalizi yangu ya ndoa. Yes, kuna mwingine hata hayupo kwenye mahusiano na yuko anatunza zake fedha ya mahali. Haya mambo ya kuja kuwa unapanga harusi alafu unategemea watu wakuchangie, baadaye unaanza kuchukia watu, ni mbaya. Utachukia kila mtu. Sasa jipange mwenyewe. Watu hawajanipa zawadi, ulikuwa unafanya ndoa unategemea watu ndio wakuletee kitanda, kweli? It's very bad, ni mbaya. So make sure you are financial stable. Lakini jambo lingine la 5, kabla ya kuingia kwenye mahusiano, hakikisha huyo mtu ambaye unataka kuingia naye kwenye mahusiano ana ushuhuda mzuri, ana character nzuri, ana tabia nzuri. Kanisani likitajwa jina lake, watu wanasemaje? Watu wanasemaje? Mtaani likitajwa jina lake, watu wanasemaje? Au ndo cha wote? Hajatulia na bado umekaza fuvu unamfuata. Binti kijana ni playboy na unajua, ila umekazana unalia, nampenda, naisia naye. Ni swala la muda tu. Mtu umeanza tu yale mazungumzo ya kwanza, anaanza kuzungumzia mambo ya sexy. Wewe mpaka hapo hujui mnaenda wapi. Mithali 13:20 inasema hivi, enenda na wenye hekima nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Kama unachagua partner, mtu wa kuingia kwenye mahusiano katikati ya kundi la wapumbavu, mtu pekee atakayeambukizwa hayo maumivu ni wewe ambaye umemchagua huyo mtu. Ila ukichagua mwenye hekima katikati ya wenye hekima, my brother, my sister, umepata mtu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33 mstari wa 34 inasema, msidanganyike, mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Kwa Kiingereza anasema bad company corrupt good moral. Bad company corrupt good moral. Evil communication corrupt good moral. Ana ushuhuda gani huyo mtu ambaye unataka kuingia kwenye mahusiano? Au unasema kwamba wewe ni Jeovanisi wa kizazi hichi, utambadilisha? Maana kuna watu wanajiita yeye ni bwana wa majeshi wa kizazi hichi kwamba nitambadilisha. Binti umemobserve tu maisha anayoishi na wenzake, ni mchoyo, ana mdomo mchafu, hapendi kusali. Bado unasema yani kwa ile sura siwezi kumwacha, kwa lile tako siwezi kumwacha, kwa yale macho wewe siwezi kumwacha. Hauoi tako, hilo tako litasinyaa tu kadri mnavyozidi kwenda. Ukimuuliza mama yako wakati anaolewa alikuwa hivyo, atakwambia alikuwa binti chuchu saa 6, lakini sasa hivi umri unaenda jioni. Oa nje, yani find a partner wa kuingia kwenye mahusiano zaidi ya vigezo vya nje vya kimwili. Angalia kitabu cha Rutu kile, kakisome chote. Rutu, namna ambavyo alikuwa na behave kwa Naomi.
Mpaka Naomi anakuja na msuggest kwa Boaz kwamba huyu mtu ni mzuri na tabia yake ni njema. Anapata chance ya kuolewa. Hana ushuhuda mbaya hata kidogo. Mwangalie Esther. Amelelewa vizuri na mjomba wake Mordekai. Ana ushuhuda mzuri. Wewe ukitajwa jina lako unatajwaje? Mchoyo. Unanyima watu hata pamphlet vya notes. Unanyima mtu hata peni ya 200. Unamnyima mtu. Yule mother. Kwa sababu utakuja kuwanyima hata watoto wako chakula wewe. Kwa hakikisha unachagua mtu mzuri. Binti, unaona kijana yupo kwenye makundi ya ovyo. Kijana anavaa suruali mtepesheo si mlegezeo. Yaani wewe umeshakubali. Yaani mimi sasa nitamuombea tu Mungu atambadilisha. Kama hakuweza kubadilika na injili zote zinazohubiriwa sasa hivi. Wewe ni nani? You are not a Jehovah Nissi of this generation. Kwamba utambadilisha. Haiwezekani. Haiwezekani. Haiwezekani, narudia tena. Jiridhishe na tabia ya mtu ndio umwambie ndio. Binti. Kaka, jiridhishe na tabia ya binti ndio umfuate. Kama unajiridhisha, achana naye. Mwombe Mungu akupe direction nyingine. Mwombe Mungu akufunue macho, uone upande wa pili mwingine. Mungu amejisazia watu wengi mbona. Yes. Jiridhishe kwanza na tabia. Kwamba tabia ni nzuri. Sio unajichagulia tu. Niko na observe. Yaani mimi nilikuwa nafanya observation. Unamuuliza yetu mtu namfahamu fulani. Anakuelezea pale kasani, yuko hivi na hivi na hivi. Okay. Unaona kila mtu anamsemea anamsemelea vizuri. Sema hapa nimepata mtu hapa. Sasa mtu anaweza kumwambia, yaani huyu kama ni mke, mbona umetoboa? Ila kuna mwingine anakuambia huyu ana madudu mengi. Usimwone anashika mic anaimba pale praise lakini amepanga vijana msururu. Alafu tunajikuta eti nimeonyeshwa wewe. Mbaya hiyo. NB. Vitu vya muhimu sasa. Hivi na vimention tu. Hakikisha kwamba kuna mfanano wa kikusudi kama vile ambavyo nilisema. Ukishajua kwamba umeletwa duniani kufanya nini, hakikisha the guy you are connected with ni mtu ambaye you are going the same. Biblia inasema kwenye Amos 3:3, je, watu wawili waweza kutembea pamoja ikiwa wamepatana? Biblia ya Kiingereza inasema two can walk together if they agreed. Maana kuna mapatano kwenye baadhi ya maeneo. They are connected in agreement in the spirit, in their spirit. Kusudi ni la kiroho. Ila Mungu ametupa miili kuyatekeleza. Kwa mfano, mwanamke lazima azae. Ndio maana amepewa tumbo. Ndio maana akaitwa woman. Woman means a man with a womb. Maana yake ni mtu anayetakiwa kuzaa. Kwa Mungu ndio maana amempa tumbo hilo la uzazi. Ukienda kwa mwanamume huwezi kukuta na tumbo la uzazi. Utagundua hivi vitu ni spirit, ni vya kiroho, ila Mungu ametupa miili kuhakikisha kwamba tunaviperform vizuri. So kama mpo kwenye agreement, maana yake mpaka makusudi yenu yawe yako connected. Sasa sijasema mwimbaji wewe mwimbaji, mchungaji wewe mchungaji, mfanyabiashara wewe mfanyabiashara. Kuna some things ambazo zinakuwa connected spiritually, ambacho huyu mwanamke anaweza kukibeba kile cha mwanamume na kampush kwenda. Kuna watu ambao ni watumishi wa Mungu wakubwa na waone wake zao wakiwa wameshika microphones madhabahuni, lakini katika mahali pao pasili, in their secret place, ni prayer warriors. Afu mwanamume anakuta na proud anasema, jamani, mimi hii huduma hii anaibeba ni mke wangu, lakini you don't know, lakini anayejua siri ni mwanamume. So make sure kwamba kuna vitu viko connected. So lakini pia sio kwamba tu anakijua ameshaanza kukiishi na kimeshaanza kumpa matokeo. Mimi ni mwimbaji, umeshaanza kuimba. Mimi ni mfanya biashara, umeshaanza kujiuzia biashara vyako mwenyewe sasa hivi. Mimi napenda sio nini, umeshaanza kufanya, umeshaanza. Usipate mtu ambaye amekaa tu ni muongeaji au ameshaanza kufanya kile ambacho anajua amekiitiwa. Anza kuhusiana kwanza na kusudi lako kabla ya kuhusiana na mtu. Hiyo itakusaidia. Funga ndoa mapema na kusudi lako kabla hujafunga ndoa na mtu. Itakusaidia. Lakini pia haya mahusiano
ni kwa ajili ya kuboresha utendaji kazi wa kile kitu ambacho mtu anacho cha kufanya. Nimesema msaidizi ni mtu ambaye ana nguvu sawa na wewe au ana nguvu kuzidi wewe. So anapokuja na kusaidia kukibeba kile kitu ambacho kwako kilikuwa ni kizito, anakusaidia kukipush. Kwa hiyo anaboresha utendaji kazi wa kile ambacho unacho. Yes, let me give a short example. Wakati na karibia wind up, mimi nimeolewa na mume wangu is an apostle, ni mtume. He can preach, I can do so. I can pray, I can do so. I can sing, I do so. Lakini ni mtu ambaye yuko multi talented, anaweza kufanya vitu vingi. Na hapa kanisani kwetu anafanya kazi kwenye media unit. Yeye ndo director. Na I can do so. Naweza kufanya live streaming, naweza kupiga picha, naweza kushoot, I can do so. Kwa vitu ambavyo naweza kufanya, anaweza kupiga kitu ambacho siwezi ni kupiga kinanda tu na kupiga hizo drums. Ila ningeamua ningeweza, ambavyo yeye anaviweza. He can do everything. Kanisani anaweza kufanya kila kitu. Yaani he can do everything. Anaweza kufanya vitu bila hata kufundishwa. He can do. Na mimi naweza kufanya. So kwa nini naweza? Nilianza kuishi hivyo vitu. Nilishangaa tu vinakuja ndani yangu. Mungu ameniwekea msukumo baada ya kuwa nimemwomba Mungu anifunue kwamba mimi ni nani na napaswa kufanya vitu gani. Nikaanza kupenda tu kuvifanya. Later on Mungu ananikutanisha naye kumbe ni mtu pia anayeweza kufanya vitu. So kuna wakati mwingine akiwa na majukumu mengine, I must assist some things ili viende. Kama anahubiri, nitatakiwa kusimamia live stream iende. Sio, unanielewa? Kwa I can do hivyo. Naboresha utendaji kazi. Haya, lakini pia nimekupa mambo ya kuzingatia. After all ni kwa ajili ya umilele wako. Hakikisha kwamba unapata mtu ambaye atakusaidia kwenda mbinguni. Kuna watu sasa hivi ukiuliza kuhusu ndoa wana maumivu makali. Wana uchungu kwenye mioyo yao. Mioyo yao imejeruhika. Usije ukaniambia wewe mtu ataenda mbinguni. Hawezi kwenda mbinguni. Mbinguni Biblia inasema mbinguni akiingii kinyonge. Mbinguni wanaingia tu wenye mioyo safi. Moyo safi, ili wenye moyo safi maana watamuona Mungu. Mbinguni vinaingia vitu vitakatifu, visivyokuwa na mawaha. Sasa usije ukachagua mtu ambaye atakuachia maumivu for the rest of your life na kupona utachelewa. Mwisho Yesu anakuja kulinyakua kanisa na kukuta unaishi kwenye uchungu kwa sababu ya John, kwa sababu ya Mary. Hakisha huyo mtu ambaye utampata atakusaidia kumpenda Mungu, kuwa karibu na Mungu. Atakwambia leo umeomba, leo umesoma vitabu, umeomba masaa mangapi? Umesoma neno leo? Umesoma sura ngapi? Anakusimamia, mnasimamiana, anakupushi uwe bora, anakupushi uende mbinguni, msitende dhambi. Mekana mtu anakuambia tu yani haya makalio siku nikija kuyashika hayo sikuachi salama. Hapana. Akisha mtu anakusaidia kwenda mbinguni. Mtu yoyote, jamani, kuna red signs. Nitazielezea kesho. Red signs ambazo unapaswa kuzizingatia jamani. Ukiona tu wewe mtu mwambie kwa kweli hapana. Safari njema. Sasa mtu asianze kuambia tukutane sijui wapi. Nataka busu. Nataka deep kiss. Nataka tu romance. Romance na nani? Am I your wife? Am I your husband? Ukiona hivyo tu ujue wewe sio mtu. Wewe anakutaka tu apoteze thamani yako, upoteze utu wako, alafu apite hivi. Mungu awabariki. Naomba leo niishie hapa. Nitamalizia tena kesho kwa kuangalia baadhi ya vitu ambavyo vilibakia. Kesho nitajaribu rekodi ka audio karefu kidogo au vipande viwili. Nitaangalia vitakuwa vya dakika ngapi. Anyway, for today, Mungu awabariki. Ukisikia kitu hiki naomba ukifanyie kazi. Na kama kutakuwa kuna maswali basi mtayatuma kwa kiongozi wenu, afu kiongozi wenu utanipa. Nitayajibu kwa njia ya audio
na nitayatuma wakati wote nikiwa free. Mungu awabariki, mwe na wakati mzuri. Amen.